lazima mitihani anayo, na ni kulingana na darasa lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi hapa nina mitihani yangu, na wewe hapo una mitihani yako. Na mwingine mtihani wake yeye ni nguo tu. Kila akifanya hivi hapati nguo mpya. Akibahatisha sana mitumba. Ukishaivaa unapita kwa watu wote wanakuangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jaribu la kiimani, mimi nazungumzia majaribu kutoka kwa Mungu. Yaani vipimo vya kupimwa upendo wako wewe. Je, unampenda kweli Mungu? Maana kuimba, kucheza, kuhubiri sio kipimo. Ni sehemu tu ya kazi. Bwana sifiwe. Na majaribu ya kicha yale ya kutoka kwa Mungu, utafunga na kuomba halitoki. Utakemea haliishi. Utafanya hivi hakuna. Utavunja hakuna, halivunjiki. Utaharibu na kubomoa halibomoki. Bwana asifiwe. Kwa sababu yeye anatoa jaribu kulingana na ulivyojifunza. Ndio maana hawezi kukujaribu na uovu. Kwa maana ya kwamba hawezi akakujaribu na kitu ambacho kiko nje na utaratibu wako wa kawaida wa maisha yako. Ila kuna kamtego tu. Ukisoma hii habari ya Ibrahimu kuanzia kabisa ambako anampata mtoto huyu na baadaye anakuja kuambiwa ni habari ngumu. Wezi kabisa, hata kama ni wewe umepata mtoto mmoja wa uzeeni. Lakini Ibrahimu kwa sababu, wewe tunasoma haya maandiko, tusome mpaka mstari wa 14 ndio unaweza ukanielewa vizuri. Maana muda mwingine unaweza ukaona tu kwamba sasa hili jaribu likwaje. Anasema hivi, ikawa baada ya mambo hayo Mungu akamjaribu Ibrahimu. Akamwambia Ibrahimu na akasema mimi hapa. Akasema umchukue mwanao wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kwambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanae. Akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kirejea mtaniambia. Na mstari wa 4, siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake akaona mahali pale pakali mbali. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena. Basi Ibrahimu akazitoa kuni za hiyo sadaka, akamtwika Isaka mwanawe, akatoa moto na kisu mkononi mwake, wakaenda wote wawili pamoja. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake akinena, babangu, naye akasema mimi.
Yesu asifiwe. Akasema hivi, tazama moto huko na kuni zipo, lakini yu wapi mwana-kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Naona Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwana-kondoo kwa hiyo sadaka mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja, wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha wakati tunaenda pamoja. Haya, wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyoosha mkono wake akakitwaa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni akisema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usinyooshe kijana wako mkono, wala usimtendee neno, kwa maana sasa nimejua ya kuwa unamcha Mungu. Iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtwaa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana inapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ufaulu kwa Ibrahimu tunaupata katika mstari huu wa 11 na kuanzia hapo asema, ndipo malaika wa Bwana akamuita Ibrahimu akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usinyoshe kijana wako mkono, usinyoshe kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa najua ya kuwa unamcha Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana sasa ninajua unamcha nani? Hili ni jaribu la kiimani. Unaambiwa katoe, alafu unafikisha kwenye kutoa unakatazwa. Maana yake huyu mtu alipata tiki. Bwana asifiwe sana. Unaposema kujaribu, hata sasa hivi tu hapa tukisema tufanye mfano, pamoja na kusema kabisa nilivyosema hivi, nikafundisha tu hapa sasa hivi, halafu nikasema ngoja tufanye jaribio, bado kuna watu wanafeli hapa. Bwana asifiwe sana. Mimi nishawahi kufanya mfano wa watoto. Nikanunua biskuti nikawagawia wote,
Alafu nikamwambia kila mtu asile. Kila mtu asile. Nimewapa 2. Nakumbuka kabisa. Kila mtu asile. Nikishakupa shikilia tu. Nilipomaliza kuwagawia wote, nikawaambia sasa naombeni na mimi mnirudishie. Katika wale watoto kuna 2 walinirudishia. Kuna mwingine alinipa 1. Kuna mwingine alinivunjia kakipande. Na kuna mwingine akasema si hao wameshakupa. Bwana asifiwe sana. Si unaelewa ninachokisema eh? Yaani nilifanya kabisa hili jaribio. Na ndivyo tulivyo hata mbele za Mungu. Ndio maana hata kwenye swala la sadaka au utoaji, kwenye eneo hili Wakristo wengi wanasumbuka sana. Bwana Yesu apewe sifa. Miaka ya nyuma nilikuwa nayafundisha sana masomo haya ya utoaji. Na ni mtaalamu sana. Wala huwezi kaniambia mimi eti kwamba kuna mmoja alisema ukitoa sana unafilisika. Nikasema kama hizo mali umepewa na Mungu, ndio maana hujapewa na Mungu ndio maana unafilisika. Lakini kama ni Mungu mwenyewe anayezitoa hizo mali kwako, halafu zinakuwa kwake, maana yake ni kamtego tu. Na niliwahi kusoma neno moja anasema, ni nani aliyetangulia kunipa ili nimlipe? Ni nani aliyetangulia? Ukisoma Ayubu 41 mstari wa 11. Nani aliyetangulia kunipa ili nimlipe? Ili jaribu tu, unajaribiwa. Kwanza hakuna mtu mwenye mali. Ukasema hii ni mali yangu. Ni mali yako wapi? Umeitoa wapi? Unajimilikisha wewe kama nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni muhimu mtu tu aelewe. Kwa Ibrahimu hakuzuia, hakujizuilia kwamba huyu mtoto, kwa sababu ukiangalia kwamba umenipa mtoto Huseni tena unataka nikamtoe sadaka. Ndio maana nasema kwa hakika nimejua unamcha Mungu. Ndio maana leo sio rahisi sana kuona mtu anasema hiki kiwanja nimetoa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Sio rahisi. Kwamba hapa hili kiwanja nimekitoa ili njenge kanisa. Sio rahisi. Na nyinyi hapa kama washirika mmewekewa jaribu. Kila mwisho wa mwezi ni kutegemeza. Ndio hapo mwingine akishaona fulani na fulani wameshategemeza, wanatosha hao. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mfano mdogo tu mimi niliofanya na utafiti huo, hata sasa hivi hawa watoto hata kama ungefundishaje wanafeli. Na ndivyo tulivyo hata mbele za Mungu. Ndio maana tunatofautiana. Mwingine za kwangu, mwingine za kwetu, mwingine za kwake. Changu changu, chako chetu. Nikitoa fulani inatosha. Hili jaribu la kiimani kwenye upande wa sadaka watu linawasumbua mno. Tena hasa unapoona kabisa ibada ikiisha mchungaji zote anahesabiwa napewa. Yaani zaka apewe yeye siku hiyo hiyo. Na kutegemeza tunamtegemeza yeye siku hiyo hiyo. Na sadaka zote anabeba.
Yaani ni jaribu kubwa mno. Ukishatangaza mchango, angechanga tu yeye mchungaji, kwa sababu yeye huwa tunamchangia. Hapo ameshasahau kama unatoka kwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mtumishi wa Mungu, naomba unisikilize. Jaribu la kiimani linaweza likatokea mbele yako, akatokea mtu mwenye shida mbele yako ambaye Mungu anataka umsaidie. Anatokea mtu ambaye yani Mungu anapotaka kujaribu, anakuletea mtu ambaye unatakiwa umsaidie au ufanye jambo kwa ajili yake kupitia hizo mali zako ulizonazo. Ila wewe kwa sababu siku hiyo uko tayari kufeli, ndio utaanza kusema mimi sina, wala sina haja ya kumsaidia huyu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa Ibrahimu, yeye alifaulu. Na kwenye jaribu hili Mungu yeye huwa anataka kile ambacho wewe unakipenda zaidi, kile ambacho nakiona ndio tegemeo lako, kile ambacho nakiona yani hicho ndicho kila kitu, yani hapo ndipo unapotegemea hapo, kwamba yani hapa umeshapiga hesabu zako zote kwamba huu ndio mtaji wangu sasa. Alafu nasikia na sauti ya Mungu ya Bwana ndani nasema hii nitolee mimi. Mtoto wa uzeeni mwenzetu anaambiwa atoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao hawana watoto hawawezi kunielewa haya ninayoyasema. Yaani hata kama ni mtoto wa ujanani tu, kwanza kwa sasa hivi, na ndio maana unaangalia hata Ibrahimu, kwa sababu hili jambo lilikuwa linamhusu yeye, ndio maana yeye aliamua yani hakuzungumza. Hamna hata mahali panapoandikwa kwamba Ibrahimu alienda akamwambia Sara mke wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Angechimbika. Ndio maana kuna wakati mwingine hata kumtolea Mungu ukitaka utoe vizuri, sio jambo la kwanza kukaa na familia. Jamani, tujadiliane sasa hapa. Kwa hiyo sasa pale umesikia pale kanisani umetangaza ujenzi. Kwa hiyo sasa mke wangu hapa tunafanyaje? Sasa mwanamke hapo anaona hana kitenge, hujawahi kununulia kitenge, alafu wewe bajeti zako zote ni kanisani tu. Jana amekula matembele, alafu umeenda kule umepata hela, niambia hapo. Kuna masembe, mboga kuu. Alafu umepata 10,000, unataka uipeleke kanisani. Hata kuruhusu? Bwana asifiwe sana. Na yeye ameona kabisa kwamba hapa hii imeingia, hili lazima na sisi wiki hii tubadilishe mlo, tule nyama. Halafu naisema tunaipeleka kanisani. Ni jaribu la kiimani. Ukifaulu mtihani huo, Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nakumbuka siku moja tukawa tumekaa tunajadiliana na mchungaji, akasema bwana, tuhamie maji moto. Akasema hivi, atakuwa ameshasahau. Akasema kule tunatakiwa tununue kwanza kiwanja, tujenge kwanza nyumba. Ukishajenga nyumba ndo tuanze harakati za kuhamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama amesahau ushauri yake. Bwana asifiwe sana. Kasema sawa, hamna shida. Nilipoishika hela, muulizeni kama anacho kiwanja.
Bwana asifiwe sana. Yaani hela ilipoingia mfukoni ni viti, spika, si vyuma vyake, hata kiwanja hatuna. Bwana asifiwe sana. Lakini ningekaa naanza kusema tupange, japo tulipanga alibishabisha kabishabisha, anajua mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Anajua mwenyewe. Anatetemeka mpaka anasema moyo unataka kufanyaje? Unataka kufanyaje moyo? Nataka kuchomoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni siri yako. Nikisema Bwana amesema tunafanya hivi, anasemaga Mungu akutangulie kwenye mipango yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini? Kwa sababu ninajua kuanzia uhai, pumzi, uzima, afya ni Mungu ndiye anayetoa. Kwa hata hela zinatoka kwa Mungu. Ila kama hiyo hela haitoki kwa Mungu, ndio maana watu hawazitoagi kanisani. Kwa sababu kuna mahali walikofanyaje? Wanakozitoa. Ila kwa mtu yeyote ambaye mali yake kapewa na Mungu, muda wote huwa iko pale pale. Bwana Yesu apewe sifa. Si unanielewa vizuri? Ndio maana Ibrahimu, yani anaambiwa, anapewa mtoto tena uzeeni, lakini anaambiwa lete. Nijaribu tu, sio kwamba Mungu alikuwa anamtaka kweli nani Isaka. Ila Ibrahimu kwa kuamini kwamba huyu Mungu huyu, kwa sababu alinipa uzeeni, aidha anaweza akamfufua kutoka katika wafu, au anaweza akanipa mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi huwa naona, kwa mfano kama mimi, yani kitu akinipa Mungu huwa naona ni cha thamani sana mbele zake kuliko kwangu mimi mwenyewe. Kwa sababu hawezi akatoa kitu. Bwana asifiwe sana. Hawezi akatoa kitu Mungu. Yani ukimuomba Mungu kitu kwa ajili yake, anakitoa. Bwana apewe sifa. Na yeye huwa anatoa kitu kwa mtu kwa ajili ya faida yake mwenyewe, sio faida yako wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo wabaili, kama mpo, endeleeni sana kuwa wabaili. Kwa sababu inawezekana hizo mali, kuna mahali mnapozitoa labda mmenunua mahali, lakini Biblia inasema yeye ndiye anayetupa nguvu za kufanya kazi. Yaani huwezi kuamka salama kwa akili zako. Bwana asifiwe sana. Yaani mwaka mzima kabisa ni mzima kabisa tu. Kwa hiyo ni muhimu sana uelewe kwamba jaribu la kiimani mara nyingi sana linalenga kwenye sadaka. Tena kile kitu tunachokitegemea, kile ambacho tunaona hiki ndio chenyewe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Masomo ya sadaka huwa ni magumu, ila kama ningekuwa nasema kwamba kila mtu atabarikiwa hapa sasa hivi, mngekuwa mnashangilia. Nikisema hapa kwamba kesho kwa kila mmoja ataendesha, sio atafanyaje, atajenga nyumba. Mnapenda sana vitu ambavyo ni vya hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka mtu mwingine aliwahi kuniambia, mchungaji, kama ni hivi tutaua watoto. Yaani Mungu akupe mtoto alafu afe na njaa. Uko wapi kumwambia aliyemleta? Bwana asifiwe sana.
Nilizungumza wiki iliyopita hapa. Inawezekana maombi yenu huwa mnaomba kama vile unaenda kuomba kwa jirani. Baba, mama amenituma anaomba chumvi. Unaiona hii kauli? Mama amenituma anaomba chumvi. Kwa jirani. Inawezekana hata maombi tunayoomba mbele za Mungu ndio hayo. Mimi kama mtoto wa Mungu nikenda mbele za Mungu ninaeleza. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Si nilitoa mfano siku ile. Mimi huwa sijuti. Yale maombi mnayosema Mungu amekuacha. Uko wapi Mungu wangu? Mbona umeniacha? Waachie mtu asiyemjua Mungu anayemwabudu. Bwana apewe sifa. Siku moja nilionekana nimemkwaza mtu. Nenda nikapiga magoti nikamwambia Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kuniokoa. Mungu ninakushukuru kwa kuniumba. Unaona hiyo tofauti? Bwana asifiwe sana. Mungu ni muumbaji, Yesu ni mwokozi. Na Roho Mtakatifu ndiyo mfariji. Sasa Mungu, mimi nimemkwaza huyu mtu. Je, kosa ni la kwangu au ni la wewe kuniweka duniani? Maombi magumu yanahitaji umetulia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nenda kazungumze. Nipo hapa duniani sio kwa sababu yangu. Kwa namwambia Mungu shughulika kwa sababu wewe uliniweka duniani. Na haya mapungufu ninayokuwa nayo ndio maana ninasababisha kuwakosea watu. Ninaomba unisaidie mimi, unirehemu. Ila wewe ndiye unayeweza kunifanya mimi nikawapendeza hawa watu kwa sababu wewe ndiye unayejua kila kitu na ambacho umeniweka. Nisaidie. Anasema yeye ni Mungu wa wote wenye mwili, hakuna anaoshindikana. Alafu wewe unaona kuna mambo yanashindikana. Wewe. Jaribu la kiimani lilompata Ibrahimu ni kwenye kumtolea mtoto wake. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana hata tukitaka mchango hapa tunamwambia kila mtu ahidi kulingana na uwezo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine wao wanaahidi kwa sifa. Kwa sababu uliona mchungaji ametoa 30,000 na wewe mwenyewe unataka kupambia hapo utoe 40,000. Alafu unafika muda sasa. Unafika muda halafu hauna. Kwa sababu ni wewe. Tunapotangaza jambo maana yake tunaruhusu Mungu aseme na wewe mwenyewe. Na mtu anapoahidi, nataka niwaambie, wanakuwaga ameona nyumbani cha kutoa. Kama huoni nyumbani cha kutoa, usiseme. Bwana asifiwe sana. Usijaribu. Yaani usijaribu kabisa. Kuwa wazi. Na hapo sasa ndipo wengine huzungumza uongo. Kwa sababu Mungu yeye anaona. Nilikuwa nafundisha somo hapo Ijumaa. Nazungumza somo hapa. Nasema hivi. Bwana ndiyo mchungaji wangu. Wangapi wamewahi kuchunga hata mbuzi au ng'ombe hapa? Nyoosha tu, kuna swali muhimu nataka nizungumze. Kama wewe kuchunga ng'ombe au mbuzi kwa muda mrefu kabisa ukawachunga. Asante, shusha tu. Si uliwaelewa?
na wao walikuelewa, na hao ng'ombe wakichungwa na mwingine atahangaika. Hata wao siku hiyo hawatakuwa na raha. So kila mchungaji ana tabia yake. Ng'ombe wale waone vile vile, wanaelewa sauti, wanaelewa mazingira unaowapeleka, wanaelewa muda unaoenda kuwapeleka kwenye maji. Mimi nilikuwa niliwahi kuchunga alafu nikapotea. Sasa nilipopotea nikawa nimeenda mbali sana. Nikakumbuka mjomba aliwahi kuniambia, ukiona umepotea sana, zungumza nao ng'ombe hao, watakuelekeza njia ya kwenda nyumbani. Bwana asifiwe sana. Tumechunga na mwenzangu, tulikuwa na makundi mawili, tukalala usingizi, kuja kuamka kundi la kwangu ndio lipo, la mwenzangu halipo. Wakaanza kutafuta kundi lake sasa. Na mimi nikaanza kwenda, tukapotezana na sisi. Kuanzia saa 7 naingia tu msituni. Baadaye nilipoona kwamba hapa sasa sielewi chochote, nikaanza kuzungumza nao ng'ombe, sasa nipelekeni nyumbani. Nikatulia kabisa bila kuwaswaga kwa namna yoyote ile. Kwao nikaanza kuwa na wafuata wanakoelekea. Kulikuwa ng'ombe mmoja kiongozi, nikaona amenyoosha. Sasa mimi jua naliona linaenda hivi, ndio nilikuwa nimekalili kwamba ukiwa nyumbani jua linaenda hivi. Kwao nikaanza kwenda hivi, nikaona ng'ombe wanaenda hivi, mimi nikaanza kuwafuata tu. Ilipofika saa 11 jioni, yani wanapoenda mimi ndiko nakoenda. Ilipofika saa 11 jioni, nikafika kwenye eneo lile ambalo nalifahamu. Nikashangaa na mwenzangu anatokeza. Vipi, umewaona? Anasema hamna. Akasema nisubiri hapa nizunguke kwenye mlima ule, labda naweza nikawaona. Akaenda kule akazunguka, kweli akawakuta. Basi kaja tukaongozana, tukanyoosha, tukavuka barabara kutoka kwenye hifadhi tukaingia. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kama huelewi lile kundi, utahangaika. Ndio maana sisi hapa mbele za Mungu anatujua sana tulivyo. Yaani mtu mkorofi anamjua, mtu mwenye mali anamjua, nyumbani umeacha shilingi ngapi anajua, hapo sasa hivi unayo ngapi anajua, na wala umeahidi wala utatoa anajua, umeahidi utatoa anajua. Yaani yeye anatufahamu sisi, ila leo analeta kakipimo tu kadogo tu. Bwana asifiwe sana. Jaribu la kiimani. Kufaulu jaribu hili mpaka uwe kama huyu ndugu yetu anayeitwa Ibrahimu. Kusoma Ibrania sura ile ya 11 mstari wa 17. Naomba asome msomaji. Ibrania 11 mstari wa 17. Nasemaje? Kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu. Na yeye alipozipokea hizo ahadi, alipokuwa akimtoa mwanawe mzaliwa pekee. Asante. Mzaliwa pekee. Bwana asifiwe sana. Ndio maana nimetoa tu mfano mimi. Nimetoa tu mfano wa mimi, yaani unapata kabisa hela.
Sasa hivi hapo ukiwauliza watu hapo wana mahesabu tu. Sasa hivi unakuta watu wamelima, eti wangapi wamelima? Shavuna. Mahesabu yao. Hawahesabu kabisa kazi ya Mungu. Kama mwaka huu mavuno yangu yote kila nifanye kazi ya Mungu. Haimo hiyo. Bwana asifiwe sana. Au mwambie huyu kabisa kwamba mshahara wangu wa mwezi huu wote na uleta kanisani. Bwana asifiwe sana. Kazi tusende mbali sana. Mshahara wake. Eti. Bwana biashara wa samaki. Yaani unauza samaki zote unasema sasa yote kabisa napeleka wapi? Bwana asifiwe sana. Nani anaweza kufanya hivi? Asa mchungaji, haiwezekani. Haiwezekani. Na akijitokeza mtu wa namna hiyo sema mchungaji amemroga. Bwana asifiwe sana. Basi bwana, kuna mshirika mmoja alijitokeza akasema huyu mchungaji alisharogwa huyu. Akipokea mshahara zote zinaenda kanisani. Na nani mwingine alisema? Bwana asifiwe sana. Na mshirika mmoja kabisa aliongea kabisa. Sasa mimi nikauliza swali. Sasa ulitaka akipokea kuletee wewe?